upo zako stesheni ya train inayoenda kwa kasi, yani SGR, ghafla unakwama kwenye chumba ambacho hauwezi kutoka na hauelewi kwa nini uko humo. Unajaribu kutafuta nini cha kufanya, lakini bado hauelewi. Stori ya leo inamzungumzia mwanaume aliyopotea. Stori inaanzia kwenye train moja hivi. Mle kwenye train kulikuwa na mwanamke amebeba wanaye. Mtoto alikuwa anapiga kelele, basi kuna yule mwanaume alikuwa anamfokea mwanamke na kumwambia kuwa ina maana huwezi kumnyamazisha huyo mtoto au huwezi kumwacha nyumbani akae na watu walioko nyumbani. Baadaye tunaonyeshwa mwanaume mmoja anashuka, anapokea simu kutoka kwa mpenzi wake. Mpenzi wake anamwambia kuwa nina mimba, niko hospitali kuu. Jamaa anaanza kumwambia kuwa mimi siwezi kuwa baba mzuri sasa hivi. Mwanamke anamwambia kuwa hata kama tushaachana, lakini ndo na mimba hivyo. Msikaji akiwa anatembea, ghafla simu yake inaanguka. Anayekota anaendelea kuongea na mpenzi wake wa zamani, maana alikuwa shaachana. Sasa anazidi kutembea huku akiongea naye, na huyo mwanaume ana ugonjwa wa pumu, kwa hiyo alikuwa na dawa yake akatumia. Akiwa anaendelea kutembea, ghafla watu wanapotea, yani wanakuwa kama hawapo, ana peke yake na mtandao unakuwa pia haupo. Alafu kwa mbele yake kuna mwanaume kabeba begi anakuja, na kwa juu pameandikwa exit 8. Yeye alijua kama kawaida tu, uko mbele kuna njia, akatembea mpaka mbele yake akiwa anajua kuna sehemu ya kutoka, lakini alizunguka pale akiwa anakutana na yule mwanaume mara kadhaa, yani alirudia ile raundi mara kibao, ndo akaja kugundua kuwa amepotea na hajui nini cha kufanya. Lakini akiwa anatembea anamwona yule mwanaume mwenye begi lake akiwa anakuja, yeye anaendelea na mishe zake. Bado hata alipogundua kuwa amepotea, bado aliendelea kuzunguka akiwa anajua kutakuwepo tu na sehemu ya kutokea. Lakini raundi hii akiwa anatembea aliamua kugeuka kumwangalia yule jamaa, lakini alipogeuka jamaa akamkuta yuko nyuma yake, akaogopa sana na kwanza kukimbia. Alipotembea akawa amezunguka tena na kurudi pale pale, lakini akawa anakutana tena na yule mwanaume mwenye begi jeusi alichoamua kurudi nyuma akiwa anakimbia. Alipofika mbele kule alisoma exit 0, kisha akakimbia na kuendelea na nakoenda. Alichoamua ni kubonyeza alarm ili aombe msaada, haifanyi kazi. Pia milango pia alijaribu kufungua, lakini yote imefungwa, hakuwa na msaada wowote. Utafanyaje? Akiwa amesogea kuangalia picha zilizopo pale kwenye ukuta, akashangaa kuna damu zinashuka kutoka juu. Alishangaa. Baada ya kuona hivyo akakimbia. Kuta yule mwanaume mwenye begi jeusi kasimama kaganda. Yeye hakutaka muongeze na yeye, alichokifanya ni kuendelea kutafuta njia, ila alipofika pale palipokuwa pameandikwa exit 0 alikuta pameandikwa 1. Alishangaa kuna kwa pamebadilika, ndo akaona kuna sehemu pameandikwa taarifa. Alisogea na kuanza kusoma ile taarifa. Ilikuwa nasema hivi: kila unapoenda inabidi uangalie kosa, ukiona kosa inabidi urudi ulipotoka, usipoona kosa lolote inabidi uendelee, ukiona kosa tu unarudi ulikotoka, ukiacha kuona kosa unaendelea na safari yako. Hapo ndipo ataweza kutoka kwenye kile chumba au kwenye ule mzunguko aliopo ambao hauelewi. Basi huyu mwanaume akawa ameelewa cha kufanya, akaanza kutafuta kosa kila anapoenda. Cha kwanza alipofika aligundua kuwa muda ule alipata pointi kwa sababu ile down ilikuwa ni kosa. Sasa hivi kosa analotafuta atalipataje? Alipozunguka na kurudi pale palipokuwa pameandikwa exit 1 alikuta pamebadilika na kuwa 0. Alishangaa kujiuliza kwa nini, na huyu jamaa yeye alikuwa na ugonjwa wa pumu, akatumia dawa yake na kuendelea kutafuta kosa kwenye ile mazingira alikuwa anaelekea. Aliamua kutumia simu yake kabisa ili atafute kosa kwenye ile sehemu. Alipiga picha kila kitu alichokuwa nakiona pale ili tu imsaidie kupata kosa. Alipiga picha kila kitu akiangalia kosa hapo ni nini, na aliviangalia kwenye simu yake, kisha akaendelea na safari. Alipofika hapa alipiga picha maloka, kila kitu, akapata kosa, akaendelea na safari yake. Alipofika hapa akakuta pameandikwa 1, kwa hiyo akawa amepata pointi 1. Akaendelea kucheza ule mchezo, ni kama anacheza mchezo tu. Alipofika hapa aliangalia simu yake, kwenye zile picha alizopiga aligundua zimefika. Alijiuliza kwa nini, kisha alianza kurudia vile vitu alivyokuwa amevipiga picha na yule mtu anapita ili agundue kuna kosa lolote. Basi yule mwanamume alivyogeuka na kuangalia upande wa pili aligundua lile ni kosa, kwa hiyo akawa amerudi alikotoka, na yule mwanamume alikuwa anamfuata nyuma yake, ambayo sio kaida yake hiyo. Lakini alipofika pale alikuta pameandikwa 2, kwa maana hiyo akafanikiwa kupata pointi nyingine ya pili. Akaendelea kwenda kutafuta kosa jingine. Ilikuwa inabidi angalia kila kitu anachokiona mbele yake, akipata tu kosa lolote anarudi, yani kitu chochote ambacho hakiko sawa inabidi akigundue yeye mwenyewe alafu arudi alikotoka. Asipogundua kitu chochote anaendelea na safari ili kupata pointi na ili afanikiwe kutoka. Baada ya kuangalia kule sehemu ya kwanza hakuona kosa lolote, na akaja huku akaangalia kuwa mbona kama hakuna kosa lolote, lakini alipogeuka nyuma kutazama aligundua kuwa haya maloka yanawaka. Alipojaribu kufungua alisikia sauti ya mtoto analia na zile taa za kwenye maloka zikabadilika na kuwa nyekundu. Kwa aligundua moja kwa moja ile ni kosa, alirudi alikotoka. Aliporudi alikuta pameongezeka na kuta zimekuwa pointi 3. Kwa hiyo akaendelea kufanya ule mzunguko, kila kitu kilichoko mbele yake inabidi akiangalia vizuri na tazame kwa makini
makini, maana kinaweza kawa kimebadilika hata kidogo. Kikiwa kimebadilika hata kidogo, ujue hilo ni kosa, kwa inabidi arudi alikotoka. Aliangalia pote hapa, lakini akiwa anatumia dawa yake ya fumu, aliangalia pembeni na kuona ile macho yamebadilika, akagundua kuwa ile ni kosa pia. Aliamua kurudi alikotoka. Alikuta pointi zimeongezeka na kuwa 4. Kwa maana hiyo exit 8 inabidi afikishe pointi 8 ili afanikiwe kutoka. Kwa hiyo kabakiza 4. Alikuja haraka na kuangalia tena nini kimeongezeka na nini kimepungua, au kuna kosa gani. Kama kuna kosa inabidi aendelee kama kawaida yake. Alipitia kila kitu alichokiona mbele yake, akaenda pale palipokuwa pameandikwa namba, akakuta pamebadilika na kuwa 5. Kwa hiyo akagundua anakaribia kutoka. Kabakiza mara 3 kama kawaida, anarudi na kufanya kile tendo alichokifanya mara kwanza ili agundue kosa ni lipi, na ile jamaa mwenye kibegi cheusi haachi kupita. Lakini raundi hii akiwa anaendelea kuangalia kosa liko wapi, kuna simu ilipigwa. Ilikuwa ni simu ya mpenzi wake. Mwanzoni hakutaka kupokea, lakini ikabidi aipokee tu. Alipopokea, yule mwanamke alimuuliza kuwa uko wapi. Mamba akamwambia kuwa hata mimi mwenyewe sielewi niko wapi, kuna sehemu nipo nazunguka zunguka tota sielewi. Mwanamke akamwambia kama kawaida yako huwa unapotea sana. Alimwambia kuwa nakuja, usijali. Lakini yule mwanamke alimwambia vipi kuhusu ujauzito? Jamaa akamwambia kuwa pindi nakuja huko, kwa mwanamke alikuwa na mtoto kwenye treni. Mle kwenye treni kulikuwa na jamaa anapokea yule mwanamke na sikufanya kitu. Basi jamaa akamwambia kuwa mtu kama huyo anawezaje kuwa baba? Mimi sijioni kama anaweza kuwa baba wa huyo mtoto, yani sijakizi vigezo, lakini nitatafuta njia ya kutokea na nitakuja kwako, usijali. Akiwa anaendelea kuongea na simu, kwa pembeni yake kuna mtu kasimama anaongea na simu, lakini hakugeuka kuangalia. Inawezekana hili lilikuwa kosa, ila hakuona. Kwa hiyo akaendelea kutembea. Alipofika pale panapoandikwa namba, baada ya kukata ile simu alikuta pameshuka na kuwa 0. Alichoka mzee, imekwaje? Mbona pamerudi 0? Kwamba ile simu ilikuwa ni kosa. Na kweli ile simu ilikuwa ni kosa, sababu kipindi anaingia mle mtandao ulizima. Kwa hiyo kulikuwa kuna mtandao wote mle, ile simu ilikuwa ni fake. Ilibidi aendelee kutafuta kosa ni lipi. Lakini alipofika hapa raundi hii palibadilika na kwa rangi ya njano pote, na akiwa amechoka hana liwa yeye, ugonjwa wake pumu ulizidi, akaanguka chini. Baada ya muda mfupi aliamka akijua kuwa ule mwaka ulikuwa ni kosa. Akarudi alikotoka, akakuta pameandikwa namba 1. Kwa hiyo akawa amepata namba 1 nyingine, akaendelea kutafuta kosa nyingine. Lakini raundi hii alipofika hapa alimuona dogo kasimama kule mbele. Hakujua ile dogo anatafuta nini pale, ila alichojua yeye ni kuwa ile dogo ndo kosa lenyewe. Akawa amerudi alikotoka. Alipofika alikuta pamebadilika na kuwa 0. Alijiuliza kwa nini, mbona maelekezo yanasema hivi na hapo pamebadilika kwa 0? Kwa nini maelekezo yanasema nitazame kosa, nikiona kosa nirudi? Kwa hiyo dogo alikuwa sio kosa na kulikuwa kuna kosa. Akiendelea kusimama pale alimuona ile dogo na kwanza kumuuliza kuwa vipi, umepotea? Upo peke yako? Wazazi wako wako wapi? Dogo hakujibu kitu, alikuwa amenyamaza tu. Alifika akanyoshia kidole yule jamaa mwenye begi jeusi na shati jeupe na suruali nyeusi, akiwa ameshika simu mkononi. Sasa turudisho nyuma, ilikuwaje mpaka yule dogo akawa pale? Yule jamaa mwenye kibegi cheusi naye pia alipotea. Kwa hiyo akaanza kucheza ule mchezo akiwa na yule dogo, wanasaidizana. Akawa amepata pointi 4, wakaendelea kucheza wakiwa wanaambizana kuwa inabidi tafute kosa liko wapi ili tuweze kutoka. Na wao kipindi wanacheza kulikuwa na mdada wa shule alikuwa anapai kama jinsi yule mwanaume anavyokuwa anapita mda ule jamaa yetu yule anapopita, na ile kitu inajirudia. Jamaa akawa anazidi kuhakikisha kwamba hajaacha kitu na hakuna kosa lolote. Jamaa alipoangalia na kuona hakuna kitu, alimuuliza yule dogo, vipi, umeona kitu chochote ambacho kiko sawa? Lakini dogo hakujibu. Yule mwanaume aligundua kuwa yule dogo labda haongei, kwa akachana naye kuzungumza naye. Akawa ameendelea sababu hakuna kosa, aliendelea mbele, akakuta amepanda pointi na kuwa 5. Alifurahi sana. Kama kawaida akaendelea kutafuta kosa ni lipi, lakini akiwa anaendelea kutafuta kosa ni lipi, yule mdada alimuita na kumuuliza kwa vipi, umepotea? Jamaa alisema kuwa ndio nimepotea. Ile mwanamke alisema kuwa mimi siwezi kutafuta njia ya kutokea, sijui ni wapi na sijui tuko wapi. Lakini yule mwanamke alianza kuongea maneno ya ajabu, akawa anarudia kila mara. Akaanza kuongea maneno ya ajabu mbele ya yule mwanaume, akiwa anarudia kila mara, kisha akaganda. Yule mwanaume akaanza kumshtua ili ashtuke, lakini hakushtuka. Kisha aliposhtuka akamwambia kuwa anakuhurumia yule mwanaume. Yule jamaa aliona hone ujenga kuendelea kukaa pale, alianza kukimbia. Alimchukua yule dogo na kuanza kukimbia naye, maana alimuona yule kama ameruka na akili. Aliporudi kwenye kile kibao alikuta pointi zimepanda na kuwa 6. Kwa hiyo aligundua kuwa ile ilikuwa ni kosa. Akarudi tena na kuendelea kuangalia kosa ni lipi, na alimwambia kuwa inabidi tusiache kitu hata kimoja, tuangalie kosa ni lipi ili tufanikiwe kuondoka. Lakini yule dogo alijanda, kuna sehemu yule mwanaume alimfuzia yule dogo na kumwambia kuwa tuondoke bana, acha ujinga, tuondoke. Wakaondoka. Akamfuatia yule dogo, alikuwa anaangalia nini, akaendelea kuangalia vitu alivyokuwa anavyoona mbele yake. Lakini raundi hii walipofika kule kwenye kibao walikuta pameandikwa 0. Hapo ndipo alipochoka yule mwanaume na aliona zile taarifa au yale masharti hayana maana na kwanza kuyapiga. Lakini ile ilikuwa haina maana yoyote, kwa sababu asingeweza kutoka bila kufanya ule mzunguko kwa ufasaha. Kwa hiyo baadaye alijirudi na kumwambia yule dogo kuwa basi tuendelee. Wakaendelea kufanya tena ule mzunguko ili wafanikiwe kutoka. Lakini raundi hii walipofika hapa aliona njia ya kutokea. Nakumbuka kule kulikuwa na 0. Dogo akaanza kumvuta kwa twende, lakini dogo hakubali kwa sababu dogo alijua kuwa lile ni kosa. Kwa hiyo ilikuwa inabidi warudi walikotoka. Na yule mwanaume dogo
alipotaka kwenda akumlazimisha, akamwambia kwa basi mimi sio mzazi wako. Jamaa akaondoka na kwenda alikokuwa anataka kwenda. Dogo aliamua kurudi alikotoka. Aliporudi alikuta pale kwenye kibao pamebadilika na kuwa moja. Kwa hiyo moja kwa moja ile ilikuwa ni kosa. Ile jamaa alikoenda alibadilika na kuwa shetani sasa, ambao ndo huyu hapo anakuwa anapita na haongei chochote, anacheka tu. Dogo alipokutana naye yule mwanaume alikuwa mtambui tena na alikuwa amekuwa serious tena, haongei kitu chochote. Dogo alijaribu kumshtua ili ashuke, maana muda mfupi tu walikuwa wote wanapambana kutoka, lakini dogo aligundua kuwa huyu jamaa kabadilika, sio yule tena rafiki yake. Aliporudi alikuta pointi imekuwa 0, kwa hiyo akaendelea kucheza ili afanikiwe kutoka. Lakini raundi hii sasa, alipokuwa anakimbia kwenda kuangalia kosa liko wapi, aligeuka na kumuona huyo mwanaume alipotea. Yule mwanaume alirudi, alijua kwa ile kosa, lakini alipofika kwenye kibao chake ndo akakuta kuna 0, ndio akawa amekutana na huyu dogo. Yule dogo akaungana na yule mwanaume alipotea, kwanza kutafuta njia ya kutokea nje. Raundi ya kwanza hii walipocheza na yule dogo hawakuona kosa lolote. Walipoenda kwenye kibao walikuta imekuwa 0, walichoka, ile inabidi waendelee kucheza ule mchezo, la sivyo hawatafanikiwa kutoka. Waliendelea kutafuta kosa ni lipi, lakini raundi hii alipoangalia vizuri kwenye hii picha aliona kuwa hili ni kosa. Alimwita yule dogo na kumwambia kuwa hili ni kosa, lakini dogo akaendelea kwenda. Dogo alipoenda alikuta kwenye ubao pamebadilika na kuwa moja, kwa hiyo raundi ile hakuna kosa lolote. Hapo huyu mwanaume akamwamini yule dogo kuwa naye kuna kitu anajua tofauti na yule mwamba mwingine ambaye hakumwamini, kwa hiyo wakaanza kushare idea ya ule mchezo pale. Na raundi hii dogo alisimama kuna sehemu, huyu mwanaume akataka kumwacha, lakini alirudi na kuangalia sehemu anaangalia yule mtoto. Aligundua kuwa ule mlango hauko sawa, wakaamua kurudi walipotoka. Walikuta wamepata pointi 2, wakaendelea kucheza tena, lakini raundi hii umeme ulikata. Ulipokata umeme, kuna mapanya yakaanza kuja kuwachezea huko, midamu mingi kuwepo mle ndani. Ile haikuwazuia kuangalia kosa ni lipi, waliendelea kuangalia kosa ni lipi na walifanikiwa kutoka kule. Wakarudi walipotoka sababu walijua kule ni kuna makosa mengi. Baada ya kurudi pale walikuta pointi zimeongezeka na kwa 3, wakaendelea tena kucheza. Walikutana na paka. Paka akakimbia na kuondoka. Baada ya paka kutoka alitokea mwanamke mmoja mrembo. Yule mwanamke ile dogo akaanza kumuita mama, mamangu mimi nisamee. Huyu mwanaume akaanza kumwambia kuwa yule sio mama yako, yule ni feki, mama yako sio huyo. Kwa hiyo jamaa akashagundua kuwa pale unachezewa akili zao tu, inabidi wasichezewe akili. Kweli aliporudi kwenye ule ubao walikuwa wameongezeka na kuwa 4. Dogo alilala, kisha baadaye akaamka. Jamaa alianza kuongea naye kumwambia kuwa vipi, ulipotea kutoka kwa mama yako? Dogo alimwambia kuwa nilifanya kusudi kutaka kutoka kwa mama, nimfanyia kusudi ili atafute, kwa hiyo ni kosa langu, nataka nikitoka hapa nende nikamwone mama na niombe msamaha. Waliendelea kucheza. Raundi hiyo walipofika hapa waliangalia namba 8. Hapo namba 8 ilikuwa juu chini, kwa hiyo moja kwa moja ile ni kosa. Wakarudi, walipofika walikuta pointi zimekuwa 5, kwa hiyo wakawa wamebakiza pointi 3 ili watoke. Raundi hii walipokuja kwanza kucheza hapa, mlango ulifunguka, waliamua kusogea kuangalia ndani kuna nini. Ndani kulikuwa hakuna kitu zaidi ya picha zao zionyesha upande wa pili. Jamaa aliamua kufunga ule mlango, ile ilikuwa ni kosa, kwa hiyo wakaamua kurudi walikotoka. Walipofika pointi zilikuwa zimekuwa 6, wakawa wamebakiza pointi 2, na jamaa alimuuliza yule dogo kwamba ukitoka utaenda kufanya nini? Dogo alimwambia kuwa nikitoka mimi cha kwanza kabisa nitaenda nile pizza kwanza, maana nimezimisi sana. Waliendelea kucheza. Sasa hivi wanacheza kwa furaha, wanaenjoy. Waliangalia pale kulikuwa kuna kosa lolote, lakini ghafla walisikia kishindo, yalikuwa ni maji machafu yalikuwa nakuja. Walianza kukimbia. Dogo kwa bahati mbaya alianguka. Baada ya kuanguka, jamaa akageuka kwenda kumchukua. Yale maji yalikuja na kuwafunika wote wawili, kama wamefunikwa na maji. Kisha tunaonyesha jamaa akiwa anaota yupo na mpenzi wake baharini, ufukweni huko, wanafurahia maisha wakiwa na mtoto wao. Yule mtoto alimpa zawadi baba yake. Baba alimkumbatia kwa machungu mwanae, wakaingia kucheza kwenye maji. Ile bana ilikuwa ni ndoto tu alikuwa anaota hapa. Jamaa yupo anamsaidia yule dogo huko akimuuliza kuwa vipi, upo sawa? Ile maji yalifanikiwa kuisha. Baada ya kufanikiwa kuisha ile maji, mle ndani walikuwa pamechafuka je kuona. Dogo alipoamka akaendelea kucheza. Ile mshikaji akumuona, kwa hiyo aliendelea kuzunguka ule mzunguko. Aliporudi hakuendelea mbele, alirudi. Alipofika alikuta ubao umebadilika na kuwa namba 7, kwa hiyo wakawa wamebadilika pointi 1. Alipofika hapa tena palikuwa pashakuwa pasafi, kwa hiyo akaendelea kutafuta kosa ni lipi. Dogo inaonekana alifanikiwa kutoka. Kisha mshikaji alipoamka na yeye akaanza kuangalia kuna kosa gani, maana alikuwa shaona kule ni kuna namba 7. Aligundua kuwa hakuna kosa, kwa hiyo aliamua kuendelea mbele yake. Alipofika alikuta umebadilika na kuwa namba 8, kisha akaona njia ya kutokea, kwa hiyo akawa amefanikiwa kutoka mle, akimkumbuka yule dogo, maana yule dogo amekuwa msaada mkubwa sana kwake. Bila yule dogo asingetoka, kwa hiyo alikuwa anamkumbuka. Alianza kutoka mle ndani, alikutana na watu, akawa amekuwa akafanikiwa kutoka bana. Story inaishia hapa. Jamaa alifanikiwa kutoka na maisha mengine yakaendelea. Kama umependa story hii na unahitaji story zingine kama hizi, naomba usubscribe, comment, usisahau like. Asante na karibu tena.